kijiji ambacho hakipo kwenye ramani, kijiji ambacho wafu hawakulala na waliobaki hai walitamani wangekuwa wafu. Hii si hadithi ya kuogopesha watoto, hii ni hadithi ya kweli isiyosahaulika, hadithi ya kijiji kisichozika wafu. Hapa alfajiri haikuwahi kufika. Jogoo walikufa wote siku moja, mbwa hawakubweka na usiku haukuwahi kuisha. Wazee walisema kuna kitu kilifukuliwa ambacho hakikutakiwa kuonekana tena. Miaka mingi iliyopita kulikuwa na mazishi ya pamoja. Watu walizikwa haraka. Hakukuwa na dua, hakukuwa na tambiko kamili kwa sababu walikuwa wengi na hofu ilikuwa kubwa kuliko heshima. Tangu siku hiyo kila mtu aliyelala karibu na makaburi alisikia hatua usiku, lakini hakuna mtu. Siku moja mtoto mdogo aitwaye Marisa alianza kuongea na mtu asiyeonekana. Alisema, wanasema hawakulala, walisahaulika. Lakini kilichotokea usiku ambao Marisa alipotea ndicho kilichowafungua mlango wa laana ya kweli. Marisa alipatikana asubuhi, lakini alikuwa hai. Lakini macho yake hayakuwa na ya mtoto tena. Aliangalia mama yake na kusema kwa sauti nzito, msimfukue, wanakasirika. Usiku huo sauti zilianza, si vilio, si kelele, ni kunong'ona kutoka ardhini. Watu walianza kuota ndoto moja ile ile. Makaburi yalifunguka, mikono ilianza kuchomoka, mikono ikijaribu kupumua. Mzee wa kijiji Gando alikiri kwa siri, tulizika bila taratibu, tulikimbia hofu, tukazika laana. Lakini kabla hawajaelezea kosa, kijana mmoja alichimba kaburi kwa tamaa ya pete ya dhahabu. Asubuhi alipatikana amesimama, lakini amekufa. Na kilichotokea kaburini usiku hakikuwa lo peke yake. Usiku ulipoingia, kijiji kilitembelewa. Sio wageni, ni waliozika wenyewe. Walikuja bila majeraha, bila harufu ya kifo, lakini hawakuwa wanadamu tena. Walizungumza kwa sauti moja, hatukutulia, hatukutulia. Marisa alitembea kuelekea makaburini, hakumzuia mtu. Alisema wanataka kusikilizwa. Wazee walijaribu tambiko, lakini walikosea mara ya pili. Moto ulizimika ghafla, upepo ulibeba majina yao. Asubuhi wazee wote hawakuamka. Lakini ukweli wa kutisha zaidi ulikuwa bado haujasemwa. Haikuwa laana ya kawaida. Miaka ya zamani kulikuwa na kafara ya watu waliozikwa hai. Hawakuwa wagonjwa, walikuwa wafichuzi wa uovu. Kijiji kilichagua imani ya uongo badala ya kweli mchungu. Ndiyo maana wafu hawakulala, walikuwa wakidai haki. Marisa alianguka chini ya mti wa mkuyu, akasema kwa sauti ya mwisho, waambieni ukweli, ndipo nitapumzika. Usiku huo kijiji kilipasuka kilio, lakini kulikuwa na kafara ya mwisho ya kumaliza au kuangamiza wote. Kijiji kilikusanyika, ukweli ukasemwa hadharani, majina yakatajwa, makosa yakakubaliwa. Hakukuwa na tambiko, kulikuwa na toba. Usiku ule sauti zilikoma, makaburi yakanyamaza. Jogoo mmoja akawika kwa mara ya kwanza baada ya miaka. Lakini Marisa hakuwahi kuamka, alizikwa kwa heshima. Na tangu siku hiyo wafu walilala na walio hai wakajifunza. Ukweli ukizikwa haufi, huchimba njia kweli yenyewe kurudi. Kijiji kilinusurika. Lakini je, wewe kuna ukweli gani umeuzika? Niite Simple D.